Kama wewe ni mtu ambaye unakuwa unavumilia sana makosa ya watu na kuogopa kuwakosoa kwa lengo tu la kuwakwaza, leo nakuja na mbinu ambayo itakusaidia wewe kuwakosoa hao watu pasipo wenyewe kuchukizwa wala kumind. Sasa njia ya kwanza ambayo nakupatia, hii ni njia ya kumfanya mtu ajione kwamba yeye ni bora, yeye ni wa muhimu na unamthamini kwanza kabla ya kumkosoa. Kwa sababu ukimfanyia hivyo kwanza, kwenye process ya ukosoaji anakuwa anaipokea taarifa hiyo au ukosoaji huo katika namna ambayo ni the positive way. Sasa kwanza unabidi kwanza mtu ambaye unamtarget kumkosoa, unabidi kwanza utambue umuhimu wake. Kama ni kazi amefanya kazi nzuri, ila kuna sehemu amekosea, basi chukua muda kuappreciate ile kazi ambayo ameifanya. Kama amefanya kazi vizuri, umempa kazi, amefanya vizuri, zile kazi msifie. Kama ni mtu ambaye amependeza au amevaa vizuri au anapangilia vitu vyake vizuri au anafanya vitu fulani vizuri, appreciate vile vitu ambavyo anavifanya. Ukishavi appreciate ataona yeye kwamba yeye ni wa muhimu, anafuatiliwa na kazi yake inathaminiwa. Sasa hii itamtengenezea mazingira ya kuona kwamba anathaminiwa na atakuwa ni mtu ambaye anakuamini hata wewe ambao unakuwa unamkosoa. Kwa hiyo ukishamaliza kumsifia na kutambua umuhimu wake, na inabidi iwe katika hali ambayo ni ya genuine, yaani iwe ni ya ukweli kabisa. Kama unamsifia amefanya kazi fulani, iwe ni kweli amefanya ni vizuri, sio tu unatunga uongo unamjaza, hapana. Nachomaanisha mimi ni unampa sifa za kweli za ubora wake. Sasa baada ya kumpa sifa za ubora wake, unakuja kwenye hatua ya pili. Sasa unamwambia kwamba umefanya vizuri katika sehemu fulani na sehemu fulani, ila katika sehemu hii itapendeza kama utaimprove au utafanya vizuri zaidi. Yeye lazima atapokea kwa positive way na lazima ataifanya vizuri ili kukuprove kwamba yeye sio bora katika swali ambalo umemsifia, ila katika lile ambalo hajalifanya vizuri na yeye pia ni bora na anaweza kulifanya. Sasa hii ni namna ambavyo itakusaidia wewe kudili na ego za watu, kwa sababu mtu hajali kwamba wewe uko sahihi au hauko sahihi. As long as unaumiza ego yake, huyu mtu lazima atakuwa against na wewe. Utamkosoa kwa ukali, lakini kukomoa tu, ataamua tu asifanye kile kitu ambacho umekisema kwa sababu umehurt ego yake. Mfano mzuri ni pale ambapo unakuwa nyumbani. Kipindi tuko watoto, tulikuwa wazazi wanaweza kaondoka, mama kaondoka, ukabaki mwenyewe nyumbani, au hata wewe unapokuwa katika nyumbani unaishi na mwenzio, anaweza kaondoka kuacha peke yako. Ili kumfurahisha, wewe utajitahidi kufanya usafi wa kutosha, utasafisha kila sehemu, uvunguni utapita vizuri, vyombo utaosha, utadeki sehemu zote, uwanja utafagia. Sasa let's say umefanya mistake ya kusahau kuzoa taka za uwanjani ambazo umefagia uwanja, umesahau, umepitiwa ukasahau kuzoa zile taka. Sasa tutoe mfano, yule mtu ambaye ametoka nyumbani, aidha ni mzazi au mama, anatoka sasa anakuja, akikutana na uchafu nje, atakuja atakuataki kwamba unafagiaje, unaacha kuzoa taka. Ina maana atakuwa ana mafani ya kuwa mkali. Mwisho wa siku itakutoa wewe kwenye mood na itakudisappoint. Kwa sababu gani? Kwa sababu umefanya kazi kubwa sana na ukitegemea kusifiwa kwamba wewe ni mtoto ambaye ni mzuri, ni uko smart, unajiongeza, unajua kufanya usafi, umefanya usafi kila sehemu nzuri, lakini mwisho wa siku unakutana na criticism na ukosoaji ambao unaumiza ego yako, unakufanya ujisikie vibaya. Sasa ni namna gani ambayo huyu mama au huyu mtu ambaye amekuja amekuta wewe umefanya usafi na hajatambua ule mchango wako au nguvu yako ambao umeweka, alikuwa inabidi afanye nini? Nadhani jibu unaweza ukawa nalo, lakini namna nzuri ni kwamba alikuwa inabidi aje kwanza aangalie mazingira, kwa sababu mpaka unakusanya pale uchafu, ina maana umefanya kazi, ina maana ulikuwa na intention nzuri ya kufanya mazingira kuwa safi. Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa yuko sawa, akija kwanza akaangalia jinsi
fanya usafi ulivyodeki, akakusifia kwanza, akatambua kwamba umefanya kazi kweli, sio kitoto. Kwa hiyo atasifia ile kazi uliyofanya, ulivyopamba, ulivyoosha vyombo na kila kitu, atakujaza pale kichwa. Kwa mwisho wa siku wewe mwenyewe utafurahi, lakini mwisho wa siku atamalizia kwamba jitahidi ule uchafu ambao umesahau kuuzoa pale, jitahidi uzoe ili umalizie kazi zako usikae vizuri. Mtu akija kukosoa katika namna hiyo, atakuacha wewe ukiwa na furaha na kuhisi umethaminiwa, tofauti na yule mtu ambaye atakuja tu ataangalia kosa lako moja na kufuta yale mazuri uliyofanya. Kwa hiyo ili umkosoe mtu pasipo kukwazika, jitahidi kutambua umuhimu wake kwanza, ubora wake kwanza, wapi amefanya vizuri. Hata kama mtu hajapendeza, let's say amevaa labda nguo ambayo haijamstiri vizuri, badala tu ya kumwataki kwamba umevaa nguo ambayo haina star, haina nini na nini, lakini jitahidi kwanza kumsifia. Maybe wewe ni kaka ambaye ni smart, wewe ni binti ambaye ni mzuri, una akili, napenda jinsi ambavyo unapangilia mambo yako, lakini jitahidi siku nyingine usivae nguo ya design hii. Ukivaa nguo ambayo imekaa katika design hii, itakufanya uonekane ni binti ambaye ni smart sana, au ambaye ni mtu ambaye una maadili. Huyu ni mtu ambaye atakuwa chukulia katika ile criticism katika positive way. Kwa nini? Umetambua kwamba yeye ana ubora fulani, yeye ana uzuri fulani, ana ubora fulani, licha ya kuwa amekosea vile, lakini yeye ni mtu wa maana. Kwa hiyo yeye lazima atakuprove kwamba wewe uko sahihi, kwamba jinsi ulivyomwonyesha kwamba ni mtu smart, hivyo atafanya kile kitu katika namna ambayo ni positive way. Namna ya pili ya kumkosoa mtu bila kuchukia au kumkwaza ni kupitia wewe mwenyewe kwanza, kuonesha kwamba zile mistake pia na wewe unafanya. Wewe uonesha kwamba kufanya makosa ni sehemu ya maisha, ni sehemu ya kawaida. Ongelea kwanza uzoefu wako wewe, ongelea kwanza mazoezi yako wewe. Kwa mfano, umekuta mtu anafanya kitu ambacho ni tofauti na ambacho anafanya, au kuna kosa amelifanya, labda ni kazini au ni shuleni au katika sehemu nyingine yoyote ile, au nyumbani. Kwanza unabidi umuoneshe kwamba kufanya makosa ni kitu cha kawaida. Kila mtu anafanya makosa, kila mtu anakosea. Hata wewe unaweza kujitolea mfano. Kwa mfano mimi ni kipindi nafika hapa, au kipindi niko mwanzoni katika kazi hii, kuna mistake nilifanya hivi na hivi na hivi, lakini mwisho wa siku unajifunza, unamuelezea. Kwa hiyo yeye akishaona kwamba wewe ni mtu ambaye unatambua kwamba hivi vitu vya kawaida kufanyika, ni mistake za kawaida kabisa, unamtengenezea kwanza confidence na unamuonyesha kwamba na yeye ni binadamu wa kawaida, na kufanya makosa ni sehemu ya kazi, ni sehemu ya kawaida, ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo sasa ukienda sasa ukamkosoa kwamba jitahidi kuwa makini katika kitu fulani, badala ukifanya hivi, kwa sababu kufanya makosa ni kawaida. Kwa hiyo utamkosoa kwamba utamwambia kwamba kufanya makosa ni kawaida, kwa sababu hata na wewe unafanya, kwamba wewe sio perfect. Kujitwika ile mzigo au ile kofia ya kumkosoa, ionyeshe pia na wewe ni mtu ambaye unafanya makosa. Kwa hiyo badala ya kujikweza na kujionyesha kwamba ni perfect kumkosoa mtu mwingine, bali jishushe, muoneshe kwamba makosa ni kitu cha kawaida. Hata wewe ulishafanya, ulishaanguka, ulishafanya dhambi, ulishafeli katika sehemu fulani, mwisho wa siku ulijipambania ukajirekebisha, na yeye pia anaweza kurekebisha lile kosa alilolifanya, na sio kumpanikisha, kumkosoa, kumpokea. Hiyo ndio namna nzuri ya kumkosoa mtu na akakupenda. Na mara nyingi ukimkosoa mtu katika namna hizi mbili nilizokutajia, huyu mtu atakupenda zaidi. Kwa sababu gani? Unakuwa umeonyesha kumthamini na kumjali. Asikudanganye mtu, watu hawako interested na wewe. As long as unawadharau au unaona na wafai, haijalishi wewe una uzuri kiasi gani, una hekima kiasi gani, una akili kiasi gani, watu watakudharau na watakuona tu wa kawaida, watakuwa ni watu ambao hawana mpango na wewe. Lakini ukijishusha, ukaonesha wao wenyewe ni wa muhimu, lazima binadamu huwa ana hali ya kupay back, kuonesha kwamba
na yeye pia anataka akuthamini kwa sababu umemthamini. Kwa hiyo na yeye atatafuta muda, atafanya jitihada za kutokukwaza na kukuonesha kwamba wewe ni mtu ambaye una thamani pia kama jinsi ambavyo ulitambua yeye ana thamani. Asante mpaka wakati mwingine.